Kuna namba madzo. Higo mai. Asanteni. Tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nipenda sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Maana yake wahenga walisema te yule ambaye anili mwachamila wa Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao, na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Mijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza ati alikaa hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Mbenza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine wa kutoka hapa pwani ambaye walipigania uhuru wa kwanza. Ronald Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Uchonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa.
na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo, na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika ni runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi, ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi, ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine, ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale, wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, atiwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia. Wakakasaa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao, si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiolela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunasema tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba. Manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa.
ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambayo inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi, lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia siku na jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana. Na vile mlipiga kura hapa ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati. Walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka ili bei ya unga irudi chini ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Mnataka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda. Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa. 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru. Wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition. Na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani
kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua ya kwamba hii ni GMO product. Akivile ili yeye anakwenda chaguo, kama hataki GMO anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa, mimi nasema nimekuja leo, nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki.